Tendo la kwanza, mwanangu ana mwaka mmoja na miezi miwili. Alikuwa hawezi kujigeuza, alikuwa hawezi kukunjua mikono yake, muda wote alikuwa ameikunja. Lakini mara baada ya kufika katika kongamano hili, sasa hivi anaweza kukunjua mikono yake, anaweza kujigeuza, japo bado ana changamoto ambayo imebaki kwenye shingo lake. Ana mwaka mmoja na miezi miwili. Mwaka mmoja na miezi miwili. Ndio. Alikuwa hawezi kujigeuza wala kunjua mikono. Ndio. Baada ya kuja hapa sasa hivi anajigeuza na anafungua mikono yake. Mikono anakunjua. Ndio. Kilichobaki ni shingo. Imebaki ni shingo, halijakaza. Huo ni mkia, huo hatuwezi kuacha, utaisha. Haleluya. Haleluya. Nishampeleka sana kwenye makanisa tofauti tofauti. Yaani hadi nikakata tamaa na nikaamua kumpeleka kwa waganga wa kienyeji. Ukakata tamaa ukampeleka kwa waganga? Ndio. Na kwenyewe nimeshampeleka sana, nimeshatoa hela nyingi, lakini mtoto haponi. Huko mtaani nikienda labda kwenye misiba, nikikutana na kina mama wenzangu, wananiambia huyo sio mtoto. Sio mtoto. Ndio, wananiambia ni nyoka. Msimu wao Wasukuma wenzetu wanasema linoga. Linoga. Ndio. Wakaniambia huyu sio mtoto, weka naye tu, subiri muda wake wa kufa. Wananiambia kwamba huyu mtoto hawezi kupona kabisa, yani hata nifanyeje. Wananiambia ataota meno 4 tu, hataendelea kuota meno mengine. Na sasa hivi mwanangu ana meno 2 ya chini. Nasikia uchungu sana kwa hayo maneno nawe yasikia. Nikienda kwenye makusanyiko ya watu, labda hivyo ndo kwenye misiba, wananiambia nisihudhurie kwenye misiba, ndio naenda natoa hela tu, narudi nyumbani nawaambia mwanangu ni mgonjwa. Natamani Mungu aendelee kumfungua mwanangu ili hao waliokuwa wananiambia hayo maneno waaibike. Haleluya. Hiyo ni Najisikia vibaya sana kuendelea kumbeba mtoto huyu, maana mpaka saizi kifua kinaniuma. Nambeba sana, yani kila kazi nayoifanya anakuwa yuko mgongoni. Nikimtua tu chini dakika ngapi analia. Kwa hiyo muda wote nambeba, ni kama msalaba wangu. Natamani siku moja Mungu amfungue na yeye apate kukaa, apate kutembea kama watoto wengine. Maana kuna watoto wa ndugu zangu ni wadogo, lakini sasa hivi wanakaa, wanasimama na wanatembea, lakini yeye bado. Natamani Mungu wa madhabahu hii na wa mahali hapa mfungue mwanangu, na mimi nipate kumuona akitembea, akikaa na hata kuongea pia. Sitamani afe mwanangu kama wanavyoniambia watu. Na tunavyomuona hivi sio kama ndivyo alivyo. Mimi mume wake tulikuwa tunafanya naye biashara sehemu moja. Kwa hiyo dada nimeanza kumfahamu toka ananyonyesha kale katoto ka kwanza. Aliponikuta Alhamisi pale, alipita hapo kwangu akaniita, nikamwambia ni wewe. Kwanza nilikuwa kwanza akasema niite huyo ni nani? Akanirudia tena, ndio nikawa nimemfahamu, nikamwambia karibu. Akasema asante. Nikamwambia vipi, ulishajifungua mtoto mwingine? Akasema huyu hapa, lakini mwanangu waga ana shida. Nikasema una shida umejaribu sana kuzunguka, labda hospitali umeshaenda kwenye maombi? Akasema hospitali nimeenda, kwa maana nimeenda hospitali nyingi. Nimeenda kwa waganga wengi hadi Kigoma nimefika. Na hivi juzi tu, hizo siku za nyuma nimetoka Kigoma, nilikuwa kwa waganga. Nimempeleka